Hello guys, welcome to this video ambapo nitajaribu kuelezea experience yangu ya solo traveling to Budapest. Well, now I'm on my way to exit the airport. Sasa hivi ndo ninaenda hapa, nimeshuka hapa Budapest. Na in between the video nitakuwa na share tips za kukufanya wewe kuspend less money as a solo traveler, lakini pia kuenjoy the whole experience. Kwa kama hapa hivi nimefika sehemu ya kulala, hapa ni hostel. Nimebook hostel kwa sababu ndo bei rahisi, niseme ni euro 10-11, kwa ni kama 33-35 hivi ya kibongo. Kwa hiyo nimebook hostel, mimi kitanda changu cha juu hapa, leo nitakuwa na dozi hapa. Ukiangalia mazingira mazuri kabisa. Kuna vitanda 6, kila mtu ana kitanda chake, ana loka yake hapo, unatunza vitu vyako. Kuna facilities, kuna bathroom, kuna choo, kuna sehemu ya kufulia nguo kama unataka, kuna sehemu ya jiko kama unataka kupika, yani kwa mazingira in short yapo vizuri. Sasa hivi hapa nataka nitoke, nitatunza mizigo yangu hii kwenye loka hapa. Alafu sasa hivi nataka nitoke niende nje huko nikaangalie, kuna sehemu moja niliiona ya Waarabu hivi wanauza makababu nini vile, nikaangalia huko, nitajua tu leo, kitaeleweka tu. Kila mpaka dakika hii sijajua nakula nini, kwa sababu ndo nimetua, ndo kwanza hapa nimepata chumba hiki hapa. Alafu kesho tena tutaangalia, sijajua kesho naamkia wapi, lakini natamani kidogo kuzurura nini. Kwa hiyo Budapest, Hungary hapa. So packing, unatakiwa uanze upaki tu vitu vichache, and forgive me, I'm just doing this on the fly. There's no fancy editing, lakini you need to pack a few things. Nguo chache tu, pair moja ya viatu, maybe a jacket kama sehemu ambayo unaenda kutakuwa na baridi, a pair of slippers, na kitu chochote ambacho unahisi wewe kitakuwa na manufaa kwako kwenye safari yako, but just pack lightly. Now kurudi kwenye my whole experience ama my mtazamo wangu juu ya mji wa Budapest. Budapest ni mji mzuri sana. The architecture is so amazing. Kuna the main attractions, kuna Buda Castle, kuna Budapest Parliament, kuna sightseeing along the Danube River, huu ni mto unaitwa Danube, lakini pia there's various other sites. Kuna the Heroes Square ambazo nitakuwa nazionyesha as the video progresses. Hapa ni Buda Castle, na kipindi hiki cha summer kunakuwa na watalii wengi sana, kwa hiyo you can take pictures of yourself, au unaweza ukamuomba mtu akuchukue picha. Naelezea hii because of my experience as a solo black African male traveling alone. Most of the times I stood out kwa sababu watu walionizunguka wote ni Caucasians, almost wote. Kwa hiyo I had to find my confidence, nikai amp up kidogo to some level so that I can enjoy the place, because if you feel like everyone is watching you, then you cannot do anything while you're traveling. So kitu kimoja ambacho unaweza kufanya kwanza ni get rid of the mindset kwamba kila mtu anakuangalia. No one is looking at you. Just do your thing. If you're taking photos, if you're recording a video, just do your thing. Do what you think you enjoy doing, so that the trip was not a waste. Hapa ilikuwa ni sightseeing along the Danube. Kuna hizi boats, unalipia cruise, unakuwa unazungushwa na kunakuwa na audio guide ambayo inaelezea kwamba this attraction ili the history and what it's about. Kwa hiyo unakuwa unapata historia ya mji. As you can see, the architecture is very amazing. Along the Danube River, on one side you have the Budapest Parliament, on the other side you have the Buda Castle and the other architecture. Na katikati ya hizi sehemu mbili au huu mto umeunganishwa na madaraja takriban 3 ambayo mimi naweza nikayakumbuka ama ni ambayo niliweza kuyaona. Kwa hiyo
Many tourists wanachukua hizi trips wakiwa wanazunguka, au sometimes they hold parties. Kama nilivyosema kwamba ni mji ambao tourists wengi sana wanaenda kwa sababu ni cheap. This one is the Budapest Parliament at night. Wanapoweka haya mataa na jengo linakuwa linavutia sana na kunakuwa na watu wengi. Hello, good morning. Manake ni asubuhi sasa hivi. Leo bahati mbaya niseme au naweza kuambia nzuri, ile hostel ambayo nilibook mara ya kwanza ilikuwa imejaa, kwa hiyo ikabidi nitafute sehemu nyingine. Hii hapa nimepata kwa euro 24 kwa 2 nights kwa mtu mmoja, na ni bunk beds, ni double deckers hivi. Kwa hiyo wanapokuwa wanafanya nasema kwamba kila mtu chuoni tunaitaga maleba. Kwa double decker inakuwa imeshushiwa pazia nini, kwa kila mtu anakuwa na utawala wake ndani. Na hiyo kama you're traveling on a budget, unasafiri una budget kali, au hata kama sio budget kali, lakini muda mwingine unapokuwa mwenyewe ili kuwa thrifty kidogo, unakuwa hakuna haja ya kuchukua kitu kikubwa sana, kwa sababu mwisho wa siku at least ukiwa na mtu unaweza ukasema kwamba siwi mbahili, lakini kituristi zaidi kwa sababu haujui what tomorrow will bring au what later will bring. You don't know where you're gonna eat, haujui experience yako itakuwaje, unataka kufanya nini, unataka kwenda wapi. Kwa kidogo unakuwa unapunguza zile cost, lakini hiyo haimaanishi kwamba eti usienjoy au usiende sehemu mbalimbali kucheki vitu ambavyo ndio vimekufanya wewe kuja katika hiyo sehemu. Kwa hiyo hapa nimepata hii Zaga na nitalala hapa siku 2, maisha yanaendelea. Kunakuwa na shared kitchen ambapo unaruhusiwa kupika, kama ni kuandaa mayai, kama ni maziwa, kama ni tambi, chochote ambacho unaweza kupika, yani cha haraka ni shared. Ukimaliza tu utaosha vyombo vya watu utarudisha. Kwa hiyo pia ni njia nyingine pia ya kusave cost zaidi. Lakini pia unapopata hostel unatakiwa kuwa na considerations ambazo unatakiwa kufanya. Kuna kosa nimelifanya jana. Kuna hostel moja nimeibook, lakini kumbe ilikuwa ni party hostel, yani ipo ndani ya bar, alafu kuna sehemu za kulala huko ndani. Kwa hiyo ile kidogo nikaja kusoma vizuri, sasa nikaja kugundua kumbe hii ni party hostel, yani watu wakitoka bar manake wanaokuja huko wamelewa na nini ndo wanakuja kulala. Nikajaribu kucancel, lakini it was late, afu kwa ile hela yangu imeenda. Ila nikasema ngoja ni book hii nyingine ambayo ilikuwa available at the time, nikapata, na ndio hii hapa nimepoa hapa leo. Kwa soon, lakini pia leo nitatoka kama kawaida, tourist zaidi. Nitatoka nitaenda kucheki kwa mazingira ya nje. And this is a new day where we had the chance to visit another attraction ambayo hii inaitwa the Gellert Hill, na ipo upande ule ambapo kuna Budapest Castle kama unavyoweza kuona pale. Gellert Hill, huyu Gellert alikuwa ni a famous saint ambao pagans, watu ambao hawana dini, yeye alikuwa ni Mkristo, lakini walimuangusha kutoka kwenye mlima juu. Aliwekwa kwenye pipa alafu wakamwangusha na ikapelekea kifo chake. Kwa hiyo wakawa wameweka hili sanamu kwa ajili ya kumhana yeye kutokana na sacrifice ambayo alikuwa ameitoa. As you can see the view of the city from the Gellert Hill, ama from the hill where the Gellert statue is located. Na pia nilipata nafasi ya kwenda Budapest Parliament during the inauguration ya Prime Minister wa Budapest. And luckily nimesahau jina lake, lakini Budapest for quite some time has been under Peter Orban, ambaye hakuwa anafanya vizuri kwenye serikali muda mrefu, miaka mingi. Then wamefanikiwa kumuondoa na kumweka prime minister mpya. During the inauguration watu wengi sana walihudhuria pale.
and that really tested my social anxiety, where I had to walk through a lot of people. I don't know if they were looking at me, I didn't care. Lakini it tested my social anxiety, and I was very proud of myself on the way I handled myself. And then nilipata nafasi ya kutembelea Puskas Arena ambapo the UEFA finals went down. Actually nilitembelea kabla, and the goal was just to troll my football loving friends kwamba I was there when the finals went down. Lakini nilicheza mpira. Haikuwa Puskas Arena, nilikutana na Wakenya ambao ni community na wanakutana kwa ajili ya training na kupasha misuli kidogo. So I met them, we exchanged a few stories, and I ended up having a football game. And I was ready to travel. Nilikuwa na begi langu. I had a flight jioni, but yeah, I had to get it in. Na nilikuwa the best defender they've ever seen. So I played the game. We won a few matches, we were exchanging. Oh, my whole experience in Budapest ilikuwa nzuri, finalized by the fact kwamba I actually met people I can bond with, naweza kusema. Yeah, that was me, as you can see. Yeah. So I played a lot of football, and then I went to this guy, I took a bath, I made myself fresh while nikijiandaa kwa ajili ya safari ambayo nilikuwa nayo jioni yake. So Budapest was very amazing, and these are the people that I played football with, and it was very fun. Kwa hiyo the take home message from this video ni kwamba if you want to travel, if you want to do anything, there is nothing stopping you. Unaweza ukafanya kile ambacho unakitaka. Drop that social anxiety, drop that lack of confidence, and then go after it. It will change you, because traveling is very good katika kupanua world view yako. Kama umependa video hii, basi usisahau kulike, usisahau kucomment, usisahau kushare video hii kwa watu ambao wanaweza kufaidika kutokana na tips ambazo nimezitoa. Na mwisho kabisa, subscribe kwenye channel ya Maisha